Samani. Unajua nimefika hapa kwa kushtukiza, najua utegemea kama utapata mgeni kama mimi. Lakini nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Nilikuwa naomba nafasi ya mimi kumwoa binti yako. Na kama nitamwoa binti yako, nahakikisha kwamba ndoto zake alizonazo nitazitimiza kwa wakati na kwa gharama zangu. Hivyo naomba nimwoe binti yako. Nafurahi sana kusikia hivyo mwalimu. Lakini naona utakuwa umejiingiza kwenye matatizo makubwa sana kwa kumwoa mwanafunzi wako. Na pia kutimiza hizo ndoto zake za kielimu haitawezekana kwa sababu kuna shida moja. Kuna shida? Lakini mimi naamini kila kwenye malengo au kwenye kutafuta nia nzuri hapa kosi shida. Niambie shida gani? Either tunaweza tukaitatua tu. Ni story ndefu mwalimu. Hata sijui nianzie wapi. Hilo ninachokijua, hakuna mwanafunzi anayeruhusiwa kusoma akiona mimba. Na binti yangu ni mjamzito. Mjomba, mimi kitu uniambia Angelina. Ndio maana nipo hapa. Na ukiona nipo hapa, ujue mimi najua nini ninachokifanya. Sijakurupuka kufanya hivi. Kwa hiyo ningeomba kibali cha mimi kumwoa binti yako. Kibali tu. Na mimi taratibu zote nitazifuata. Kama ni hivyo basi sawa. Kikubwa ni kufuata tu mila na desturi zetu. Na mimi alikuambia kwamba huyu binti alichumbiwa na Ndodo. Kama unataka kumuoa, toa 700,000 kwa ajili ya posa. Hili 600,000 mimi nimrudishie Ndodo. Kama utafanya hivyo, mimi nitakuruhusu umuoe binti yangu. Hata pia mimi mwenyewe napenda sana binti yangu aolewe na mtumishi wa kiserikali. Sawa, haina shida. Unajua mjomba, kwa jambo moja nataka nikushirikishe. Unajua mimi ni mfanyakazi wa kiserikali. Wewe unaitambua hiyo. Hiyo 700,000 sio shida kwangu. Lakini ombi langu ni moja tu. Mimi kwa sasa sina hela hiyo. Na sisi viongozi wa serikali tunategemea sana mishahara. Ikifika mwisho wa mwezi mimi nitawasilisha hiyo hela yote. Na taratibu zote nitazifuata. Lakini kwa sasa tarehe 8 sina kitu. Lakini mimi ninachokuahidi mwisho wa mwezi huu basi nitawasilisha hela. Na naamini binti yako atakuja kwangu. Na nitahakikisha kwa hodi na uvumba lazima binti yako atimize yale malengo anayopigania kila siku. Binti yako yuko very smart. Darasani tunamtegemea. Tunatambua kwamba huu mwaka wa mwisho. Mwaka huu akiweza kufaulu vizuri basi atakuwa ni binti wa mfano sana katika jamii. Na mimi nimeelewa. Kumbe wewe unapiga mahesabu hewa. Wewe tafuta hela, ukipata ulete hapa umuoe binti yangu. Ikija kesho kutwa jioni, hujaleta hiyo hela, Ndodo inakuja kumchukua. Huwa mara nyingi mimi sipendi kupiga hesabu hewa. Na hizo hesabu zako wewe za kijingajinga zikaishia huko kwa wanafunzi wako. Mimi nitajaribu kutafuta hela kulingana na hizo siku hizo niambia. Lakini ngoja nikupe elimu ndogo tu. Binti yako ndio tunamtegemea pale shuleni kwa kulingana na matokeo yake mazuri. Na huyu binti yako ni binti wa mfano. Wewe angalia wote katika kijiji hiki. Mfano mkubwa unaotumia ni kwa huyu binti yako. Kete ya mwisho unataka kuiharibu. Hatua aliyofikia huyu. Kwani usisubirie hata mwezi mmoja tu? Mimi nakukamilishia kila kitu ili ndoto yake iweze kutimia. Lakini kama utamharibia huyu, basi naamini hapa kijijini hakuna mtu ambaye atakubali kumsomesha binti yake. Tumia chembe kidogo tu wewe kama mzazi. Unamwozeshaje mtu ambaye yupo form 4? Ana miezi kadhaa tu kumaliza. Alafu ndo nataka kumharibia kabisa. Chukua hiyo hatua. Umetumia gharama nyingi sana. 700,000. Wewe, mimi sio mwanafunzi wako. Na uwezo ukaleta maamuzi kwenye familia yangu. Na uwezo nikakufanya jambo lolote hapa. Ondoka hapa. Lakini mjomba. Lakini mjomba nini? Na wewe mwalimu wako saki anipande mimi kichwani. Wewe ni mke wa mtu.
nimeshakuozesha. Mkorea. Nakuona kama Kazuchu tu Mkorea. Nakuona unanengeneka tu hapo katika msitu wa watu. Acha kaoge yako. Jikaze wewe. Mtoto wa kiume, simama imara mtoto wa kiume. Kolea, tangu umekubali kuwa chini yetu, hatujawahi kuona mchango wako. Vipi? Unataka tuitekeleze familia yako? Hapana mkuu. Nilikuwa nasubiri oda na amri kutoka kwenu. Nini nifanye na kusikiliza mkuu? Mimi Mkolea, mbona unaongea peke yako? Na sioni mtu unayeongea naye. Umechanganyikiwa nini? Nilikuwa najichangamsha tu akili. Vipi Mika, kuna dalili yoyote ya kumpata mdogo wako? Hapana. Sioni dalili yoyote ya kumpata mdogo wangu. Ila natamani nijue ngome ya jitu iko wapi. Mika, sio kazi rahisi kama unavyodhani wewe. Sio rahisi kufika kwenye ngome ya jitu. Na usichukulie poa hata kidogo. Mimi nimeingia msituni kwa ajili ya kupambana. Siogopi chochote pale ninapohitaji kumtetea mdogo wangu. Kolea, tunahitaji tumpate mwanamke mwenye mimba ili tuweze kuibariki hiyo mimba, ili mtoto anayezaliwa awe kamanda katika kijiji hiki. Sijakuelewa. Maana kuna mtoto amepotea na inasadikika ninyi mmemchukua. Sasa hapo kwa mfano, mnalinda kijiji au mnakiangamiza kijiji kwa maneno yenu ya uongo? Ni kweli, ila ya kuhusu. Ila unatakiwa tu upande wetu. Kwanza sasa, kamwe sitakuwa upande wenu. Mimi nitahangaika kukipambania kijiji changu kama nilivyo hapa kipindi nakabidhiwa haya majukumu ya mgambo. Kolea, unanengeneka. Hii ni vita Mola. Acha kuwa muoga. Unatali wewe. Kama naona moto. Kama fire mchepuko. Odi! Nakuja! Mkwe. Karibu sana. Asante sana mkuu wangu. Lakini na shida na mke wangu. Yuko wapi kwa? Kiukweli mkwe, Angelina ameondoka toka asubuhi sana. Hata hajaniaga. Na hapa nilipo hata sijui ni wapi ameelekea. Basi ngoja nikamtafute mtaani. Na akija mwambie asiondoke. Maana kuna jambo la muhimu sana natakiwa kufanya naye. Na kama tukifanikisha hilo swala, na kuahidi mkuu wangu, nitakuzawadia zaidi ya 100,000, maana tunaenda kuwa matajiri. Kiukweli na mimi nitafanya kama unavyotaka. Na akija nitahakikisha namleta hadi kwako.
Mimi najivunia wewe mko wangu. Na sijakosea kumwozesha kwako. Haya mko wangu, kwa hiyo mimi nikamtafute mtaani, tukikutana huko tamalizana huko huko. Ndodo anaenda kubadilisha maisha yangu kwa sasa. Mimi pamoja na familia yangu. Naamini kweli nimepata kidume hapa. Mwalimu, nashukuru sana kwa kuja nyumbani na kuonyesha nia ya kutaka kunioa. Kiukweli moyo wangu umesuzika sana na nimekubali kuolewa na wewe kwa sababu nakupenda sana. Hivi mtu mpumbavu Mimi ningefanya vile kwa ajili ya kukusaidia na kamwe siwezi kumwoa mwanafunzi wangu. Usije kajichanganya kunafanya mimi nifukuzwe kazi. Na kuanzia sasa kaa mbali na maisha yangu. Sitaki kabisa unaribia maisha yangu. Wewe mwanafunzi umekuwa mpumbavu sana. Angalia umekuwa mpumbavu sana. Na nakwambia hivi, ili swala sitojihusisha nalo tena. Na kama unataka kuolewa kaolewe. Mwalimu, naomba unisamehe. Sikufikiria kama utalipokea hivi. Lakini mwalimu, naomba kwenye swala hili uendelee kunitetea. Nilikuwa na akili, lakini kumbe unawaza umalaya tu. Mimi sipo hivyo. Naomba uniheshimu. Amani, mimi naona bora uondoke, maana umekaa hapa sana kwangu. Alafu umenidanganya, kumbe kijijini kwako umejaza mwanafunzi mimba. Kisha umekimbia kijijini kwetu. Naomba uondoke, mume wangu anaweza kurudi siku yoyote. Hapana Stella. Huyo mwanamke kaamua tu kuwadanganya wana kijiji kuwa mimba ni ya mimi. Basi naomba nafasi ya kukaa hapa hadi kesho. Kisha nitaondoka. Au umenichoka na unipendi? Nakupenda Amadi. Sio kama na mimi napenda uondoke. Ila mume wangu amesema kesho asubuhi anarudi. Amesema anakuja na zawadi na sijui surprise yake ni nini. Naomba tu unifazi kwenye nyumba yako kwa leo. Hapo ndo nitakapoamini kuwa unanipenda. Fanya hivyo Stella. Amadi, usiniweke hatiani kwa sababu nakupenda. Mimi nakusaidia leo. Hakikisha kesho asubuhi unaondoka mapema sana. Basi nikumbatie kama unanipenda. Nikumbatie. Si unajua tunapendana. Vipi? Vipi? Asije mbona sikuelewi? Mume wangu naomba unisamehe. Na unisamehe sana. Naomba usimuoe Amadi. Mimi ni mkosaji. Shetani tu alinipitia. Shetani gani aliyekupitia? Na wakati shetani ni mimi. Tangu niache kukupiga, umesahau roho yangu ya ushetani? Naelewa mume wangu. Maana nilimdanganya kwamba mimi sijaolewa. Kwa kuwa nakupenda sana, umeamua kunitesa kiasi hicho? Hapana, sio hivyo mume wangu. Naomba umruhusu aondoke. Kisha uniadhibu mimi mkosaji. Hivyo kijana, umempa nini mke wangu?
Mbona hajawahi kufanya vitu kama hivi? Hapana basi. Hapana. Pengine kaleta na unsamu wangu. Ondoka hapa. Na wala nikuone huna na mke wangu. Na hiyo vita ijaishia hapa. Dodo, niendaje kizembe? Ngoja nikupe kitu. Chukua hapa. Chukua hiyo tam. Kampe hiyo. Hiyo ni dawa ya usingizi. Na pia itamfanya mimba yake itoke. Na mimi nimenielewa. Kaifanyie kazi. Angelina. Mke wangu Angelina. Mbona uko hivi kipenzi? Wakati mume wako tajiri niko hapa. Chukua hii juisi, naamini itakurudishia furaha yako. Nashukuru Ndodo. Ulijuaje kama unapenda juisi ya namna hii? Wewe uko moyoni mwangu. Kwa jinsi ninavyokupenda, nitashindaje kujua kwamba wewe unapendelea nini au kupendi nini? Je, kama unajua mimi ninachokichukia, kwa nini upo hapa? Angelina, najua unanichukia mimi kwa sababu nimekukatishia masomo yako. Lakini niko hapa kukuruhusu ili uendelee na masomo. Na mimi ndo nitakaye kusomesha kwa sababu nakupenda sana. Kweli Ndodo? Mbona umekuwa mwanaume ambaye sikutarajia utakuwa na tabia njema kama hii? Unaonyesha moyo wa kunijali sana. Hiyo ndio maana halisi ya mimi kukupenda wewe. Kama unataka kuendelea na masomo, si inabidi lakini utoe hiyo mimba. Najua. Nitakiwa nitoe hiyo mimba. Lakini nipe wiki moja. Nitajua nini cha kufanya, japo najua ni hatari. Sawa, tusiongee mengi. Kama unaipenda hiyo juisi, basi kunywa tuone kama utaimaliza. Maliza hiyo juisi na kunilia gari. Kiwangu kunywa ile kwako. Tamu hiyo mke wangu. Tamu. Hata mimi mwenyewe naiona huko tamu. Japo nakula kwa macho. Una basi. Hapana, hiyo kwako. Kama unanipenda kunywa. Hapana, hiyo nimekuletea kwa ajili yako. Poa. Sawa, basi. Nakupenda mke wangu. Mbona kama unaifunga wakati ulisema ni tamu? Bwana. Mbona mapema mno? Au jana hujalala? Mimi nasikia uchovu, nataka nirudi nyumbani kulala. Tego limejipa. Ndodo leo umeingia cha kike. Kamenaswa. Kamenaswa hako.
Vipi Amadi? Mbona unakuja kwa kuvizia? Kakako hapa hayupo. Umerudi toka mjini. Umekuja kunichukua nini? Hapana Epi. Maisha ya mjini yamenishinda. Nimeamua nirudi hapa kijijini, niishi hapa hapa. Japo nitaishi kwa maficho. Amadi, sikushauri kabisa uishi mahali hapa. Maana kakako anajua kila kitu ya kuwa sisi tunapendana. Na ameahidi akikuona atakufanyia kitu cha ukatili sana. Na alikuja Angelina na aliongea kila kitu. Na kila mtu hapa anajua ya kuwa umemjaza mimba Angelina. Na mjomba wake anakutafuta na mapolisi. Kinachofuata sheria inafuata mkondo wake. Sasa jamani, mimi nitaishije? Kama anataka kuniua waniue. Na kama ananipeleka polisi, mimi wanipeleke tu nikafungwe. Mimi nitaishije sasa? Amadi, usikate tamaa kirahisi. Inabidi upambane. Na mimi nimeweka akiba yangu kama 200,000. Na kama kweli unanipenda Amadi, naomba tutoroke twende mbali na tukaishi huko. Happy, leo umenifurahisha sana. Natambua nakupenda kweli. Na vipi kuhusiana na hiyo mimba? Uone kama italeta utata? Kakako ni mgonjwa na hana uwezekano wa kunipa mimi mimba. Na naomba tusiongee mambo mengi, tutaongea huko tutakako kwenda. Basi sawa Happy. Na tusipoteze muda. Nenda kachukue vitu ndani. Tuondoke basi. Nenda basi. Fanya haraka. Asije katukuta na kaka. Mume wangu, nimeandaa chakula unachokipenda na kipo tayari. Hivyo, karibu kwa chakula mume wangu. Bahati yako mizimu ya kwetu imesema hiyo mimba ni damu yao. Bila hivyo ungeujua upande wangu wa pili. Ile siwezi kumwacha aondoke bila kumpa adhabu hata kidogo. Mume wangu, ningeomba tu umsamehe. Na usahau tu kuhusu huyo Amadi. Halafu, kutenda kosa sio kosa. Kurudia kosa ni kosa. Kaniwekea chakula kule. Mambo mengine hayakuhusu. Niachie mimi. Mimi nitajua cha kukifanya. Sasa nakwambia, hayo machaguo uchague wewe mwenyewe. Maana na uwezo kukupoteza au kukufanya uwe kibaraka wangu. Sasa mbona nimekupiga? Umenifanya nini?